Jambo na karibu mtazamaji kutoka mahali popote unatazama runinga ya Faraja TV. Ikiwa na wingi wa matumaini kwamba siku yako imekwenda vizuri na kufikia sasa hali yako ni shwari. Karibu kwenye kipindi Safu ya Biashara, kipindi ambacho hukujia kuanzia siku ya Jumatatu na siku ya Jumatano mwendo wa saa 1 hadi saa 2. Leo mtazamaji, tutakuwa tunatathmini au tunajadili mada ambayo ni biashara na teknolojia. Na kwenye studio kama unavyoona nimeungana na magwiji wawili ambao wamebobea katika upande wa teknolojia. Lakini kabla sijazungumza mengi au sijaendelea, ningependa kuchukua fursa hii wakaweze kujitambulisha, uweze kuwafahamu wao ni kina nani. Pengine nianze na upande wangu wa kulia kwa mwisho, tuanze nawe. Kwa faida tu ya mtazamaji tukufahamu wewe ni nani. Mimi naitwa Joe Karanja, ya kijana, Naam. na ninashikilia upande wa software engineering Naam. katika kampuni ya Lishe AI. Naam, tungependa pengine Lishe AI. Lishe AI ama ni nini bwana Joe? Lishe AI ni kampuni ya teknolojia hapa Nakuru. Naam. Na tuko pale CBD, Kenyatta Avenue, Gibcon House, Naam. katika ghorofa la 4 na 5. Na mtazamaji, huyo ni bwana Joe ameweza kukueleza yeye anashikilia upande gani, na utaweza kuona kwamba yeye na masuala ya teknolojia anafahamu vizuri, hasa IT. Karibu nani? Tungependa kufahamu. Asante sana. Kwa majina ni Samuel Masharia. Na mimi ni technical director hapo Lishe AI Labs. Naam. Na nimeshukuru kukaribishwa hapa leo. Na mtazamaji, hao ni wale ambao watakuwa wanatusaidia kuelewa ni vipi ambavyo teknolojia tunaweza kuhusisha katika biashara zetu, na pengine tuweze kuona ikiwa tutakuwa tunaendelea mbele au tutaweza kukidhi malengo ambayo yanahitajika kwenye biashara. Kumbuka unaweza kutangamana nasi au kuchangia mada yetu kupitia mitandao yetu ya kijamii ambao ni Faraja TV kwenye Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambao ni 0703339959. Swali lolote ama mchango wako wowote ambao unaohusiana na mada yetu ya leo utaweza kusaidiwa ama kupata msaada kutoka kwa magwiji hao wetu wawili. Nitakuwa kwa Moses Kakimbe. Tukianza pengine tukizungumzia biashara na teknolojia, pengine tunamaanisha nini bwana Joe? Biashara kama tunavyofahamu, kuna mambo mengi yanayofanyika, kutoka watu kulipa bidhaa ambazo unauza na pia wafanyikazi wako. Na tunapoangazia biashara na teknolojia, jambo lolote ambalo unafanya kwa biashara yako na unatumia simu ama kompyuta, unaweza kutumia teknolojia katika biashara yako. Kwa mfano bwana Joe, pengine kwa wale ambao unanunua pengine bidhaa, unapata unaambiwa ulipe kwa pochi hapa kwa till number. Una maana kwamba mtu kama yule anaweza kusema kwamba anatumia teknolojia? Ndio, anatumia teknolojia kwa sababu teknolojia ni njia ya kuwezesha kufanya kitu ambacho chaweza fanyika bila teknolojia. Kwa mfano, before pochi la biashara kuletwa, watu walikuwa wanalipa na cash. Lakini teknolojia ikawezesha watu waweze kulipa na simu, na hiyo ni mitambo ya kompyuta iliyotengenezwa kuwezesha jambo hilo kufanyika kwa haraka na kwa urahisi. Ndio. Na mtazamaji, mweza kuelewa kwamba pengine unafikiri kusema kwamba unatumia teknolojia kwa biashara yako si mambo makubwa bwana Joe. Natueleza kwamba ikiwa unatumia simu kwa njia yote ile, wewe unatumia teknolojia. Bwana Mashari, pengine una mtazamo sawa na ule wa bwana Joe, ukiweza kumwambia mwanabiashara ambaye anatazama kipindi hiki atajuaje yeye anatumia biashara, pengine anatumia teknolojia kunradhi? Atajuaje anatumia teknolojia? Naam. Sasa vile atajua anatumia teknolojia ya kwanza ni kama alikuwa anafanya vitu manually, na sasa imekuwa rahisi, na unapata watu wengi hata wanatumia vitu kama system. Zamani tulikuwa tunaandika, kama umeuza kitu unaandika chini, na mwisho wa siku lazima ufanye hesabu uone kama ina balance. Lakini siku hizi unapata kila mtu ana record kwa simu ama tablet ama tunaita POS, point of sale, na anaweza kujua mwisho wa siku ameuza vitu ngapi na
amount yenye inatoshanaje. Lakini pia ukiangalia siku hizi kwa biashara tunatumia vitu nyingi hata bila kujua ni teknolojia. Siku hizi mtu anafungua duka anaweka kamera, hiyo ni teknolojia, ni usalama. Kwa hiyo anatumia pengine hata CCTV ile. Hiyo ni anahusika na teknolojia. Anahusika na teknolojia. Kwa sababu sasa kuliko kuajiri askari ama kukuwa na watu wengi, unakuwa tuna kamera inakuangalilia na mtu mmoja kwa hiyo stesheni. Na anaweza kuangalia security yote kama pale supermarket, mtu mmoja badala ya kukuwa na watu kila mahali, uko na mtu mmoja kwa kamera anaangalia kote. Pale kwingine ni hivyo vile Joe amesema, malipo siku hizi imekuwa paperless, vile tunasema. Mtu unaweza lipa hata kama huko kwenye hiyo duka iko. Unaweza order kutoka nyumbani ulipe ipelekwe. Hata hivi kutumia delivery pia ni aina ya teknolojia, kufikishia customer Kenya amenunua nyumbani ama kwa ofisi na anaipata pale alipo. Alafu pia kuna kadha wa kadha tunaangalia kama communication, mawasiliano. Siku hizi ukiwa na product mpya, zamani ungeprint makaratasi mingi sana ndio uzungushe. Siku hizi unaweka kwa social media, kama uko na channel Facebook, kama uko na WhatsApp group, hapo tu watu wanaupdateiwa kila saa, vitu mpya zinafika, na inakuwa rahisi kufikisha hiyo ujumbe. Pengine mtazamaji umeweza kusikia Bwana Masharia anasema kwamba ikiwa wewe unatumia pengine mitandao ya kijamii kama vile Facebook kuweza kueleza wananchi ama watu ni bidhaa zipi ambazo unahusika nazo, basi unatumia teknolojia. Lakini tukiangalia kufikia sasa ama kufikia majira ambayo tuko kwa sasa, pengine mnaweza kusema vipi biashara nyingi zimeweza kuchukulia teknolojia ama zimeenda na njia ya teknolojia, ama bado tumekwama katika zile enzi ambazo si za teknolojia? Pengine tukianza na Bwana Joe, unaweza kusema comparison ama ukilinganisha hapo awali na sasa, biashara nyingi zimefikia wapi kiteknolojia? Biashara mingi wakati huu zimetumia teknolojia kwa njia tofauti. Kwa mfano kitambo watu waliokuwa wanauza nguo wangeweza kuzungusha nguo kwa mitaa na kueleza bei ya nguo zao. Lakini wakati huu tuko na WhatsApp. Watu wanapiga picha nguo zao na wanaweka bei ya nguo yao na wanaweka kwa status. Wakiwa wameweka kwa status, watu wanaweza kuona na wanaweza kusema nataka kununua hii. Alafu watarudi kwa status waseme hii imeuzwa, hii imeuzwa, hii imeuzwa. Sasa hivi mpaka tuko na channels ambazo za WhatsApp pia watu wanatumia. Kuna social media kama TikTok, kuna Instagram, watu wanatumia hiyo katika marketing. Jambo tunaloita digital marketing. Kwa hivyo watu wanatumia teknolojia sana kwa wakati huu. Kitambo ungepata watu wakifanya hesabu kama vile Sam alikuwa anaeleza, walikuwa wanaifanya kwa kalamu na karatasi. Wakati hii utapata kuna calculators. Ni ukweli kulikuwa na calculator yenyewe ilikuwa calculator peke yake, lakini simu za siku hizi ziko na calculator pale ndani. Kwa hivyo pia kutumia calculator kufanya hesabu ni kutumia teknolojia, na pia kuna system ambazo zimetengenezwa za kufanya hesabu ya kile umeuza katika siku. Kwa hivyo unaweka nimeuza hii na hii na hii kwa bei hii, nimenunua hii, inafanya hesabu ya kuongeza na kutoa, inakwambia leo umeenda hasara ama umeenda profit kwa biashara yako. Pia hiyo ni kutumia teknolojia. Pia ukienda kwa hoteli maybe zile za chakula, ungepata kitambo ungeoda wangeandika kwa karatasi alafu wapatiane kwa uko kitchen. Sasa hivi utapata kuna system mahali ambapo wana select huyu amenunua hii, amenunua hii. Kwa hivyo ni teknolojia. Kama ushaienda kwa hoteli yoyote, duka yoyote akakuprintia risiti na mashini fulani, huo ni mtu ambaye anatumia teknolojia. Kwa hivyo kwa sasa naweza sema teknolojia imetumika kwa biashara mingi sana na imesaidia kurahisisha mambo na kutupeleka kwa level ingine ambayo ni ya kutuweka mahali tunapofaa kuwa. Na mtazamaji, hayo ni kulingana na Bwana pengine Joe. Lakini Bwana Masharia, sijui kama uko na mtazamo ambao ni tofauti na Bwana Joe. Tukisema kwamba biashara nyingi kwa sasa zinatumia teknolojia kujiendesha. Na pengine tunaona pengine ni wazo nzuri kwa yule ambaye pengine hajachukulia teknolojia kuendesha biashara yake. Unafikiri vipi?
Mi nafikiri sahii watu wengi sana wamejaribu kutumia teknolojia kujiendeleza kibiashara. Kwa sababu utapata hata watu ambayo hawana biashara wanaweza kukua na hii biashara ya kuresell. Wanatafuta mahali au wanajimarket kidigital, na huyu mtu hata hana duka lakini anauza. Sasa unaona, kwa hivyo imefungulia pia watu wengi zaidi kuweza kufanya biashara yao na kuweza kujiendeleza maishani. Lakini hapo pia unapata kuwa pia kuna sekta ambazo zimelegea kidogo. Kwanza kama sekta za masomo, mashule hazijachukua teknolojia sana, isipokuwa sahii wamejaribu. Ukiangalia pia hospitalini pia kidogo kuna teknolojia yenye inatumika sana sana ni ya kutibu, lakini ukiangalia system sio wengi sana pia wamechukua sana. Lakini pia kuna teknolojia zinaendelea kusababisha biashara kama hizo. Hivyo pia vile Joe amesema, sana sana marketing, unapata biashara mingi sana wameweza kujiweka kwenye social media. Wengi siku hizi hata ukiulizwa biashara, kitu ya kwanza ni kuangalia hii biashara kwa mtandao inakaaje, ni nani, unaangalia hadi comments hapo watu wanasema aje kuhusu hii biashara. Inaweza kukupea information yenye itakusaidia unapochagua. So nitaagana na Joe vile amesema, teknolojia yes inakuja, lakini pia kuna sehemu ambapo tumelegea kidogo, lakini pia biashara wengine wamejaribu sana. Kuna mahali ambapo tumeweza kulegea, lakini vile vile nafikiri kwamba ni kweli tunazungumzia teknolojia. Tunazungumzia mambo na CCTV, mambo na kompyuta na mambo na simu. Lakini tukumbuke kwamba si watu wote ambao wana ujuzi ama si biashara ifanywe na kila mtu ambaye ako literate. Mnafikiri vipi kuhusiana na wale ambao pengine kulingana na elimu, ama ili tukaweza kutoka pale ambapo Bwana Macharia mweza kusema kwa kuregea, tunaweza kufanya nini pengine hadi kwa yule ambaye ana ujuzi? Pengine tutaweza kupataje hii teknolojia ili tukaweza kuiweka kwa biashara yetu na tuone kwamba tumeendelea kupanuka ama kufanya bora. Pengine Bwana Joe, unafikiri vipi? Nakubaliana nawe ya kwamba kuna watu ambao hawajajua kutumia teknolojia kwa biashara zao. Lakini naamini kwamba watu wanapoweza kuelimishwa wanaweza kuelewa jinsi ya kuitumia. Na mara mingi tunafanya makosa ya kujaribu kuelimisha watu na lugha ambayo ni lugha ngeni kwao, sio lugha ya kwanza. Kwa mfano, tunapoelimisha watu kwa lugha wanaoielewa na kwa vifaa wanavyovielewa, wataweza kutumia. Kwa mfano zaidi, watu wanatumia simu kufanya mambo kama kupiga simu, kuangalia video kwa mitandao. Tunapotumia simu hiyo hiyo kuelimisha mtu jinsi anavyoweza kuitumia kwa biashara yake, itakuwa rahisi kuliko kumletea a new gadget ambayo hajawahi tumia hapo mbeleni. Alafu watu wanapoelewa jinsi kutumia wanachohitaji. Kwa mfano, kama napenda kutumia mfano wa WhatsApp, kwa sababu kila mtu ako na WhatsApp. Kwa WhatsApp maybe unaweza kuwa unaweka status, picha zako na mambo mengine. Unapoelimisha mtu ya kwamba anaweza kupiga picha biashara yake ama mambo anayohitaji kuwekea watu waweze kuona na aweze kuiweka, itakuwa rahisi kwake kuona na kufuatilia pia kwa mtandao ule amezoea kutumia, na itaweza kuleta profits kwa biashara yake. So hiyo ni njia ya kwanza ya kuweza kuelimisha watu. Pia tuko na programu tunaziita foundational digital skills, jinsi ya kujua naweza fanya nini mpya iweze kuinua biashara yangu katika kiwango kipya. Kwa mfano, unaweza kuwa umezoea kufikia customers through kwenda kwa ground na kuzunguka na kuongelesha. Unaweza jua aje kutumia mitandao mpya ya kufikia customers. Kwa mfano, nimezoea kutumia WhatsApp, naweza tumia aje TikTok kufikia vijana, naweza tumia aje Instagram kufikia vijana, naweza tumia aje mitandao kama mingine yoyote ambayo watu wanaweza fikia kupeleka biashara yangu kwa watu ambao ninahitaji. So mambo kama haya yanahitaji programu ambazo zimeangazwa kwa njia ya kina, na watu wanafaa waweze kupata nafasi ya kuelimishwa pia na programu kama hizo.
Pengine bwana, nije tu kwa bwana Masharia. Tunapata kwamba kuna shule ambazo pengine zinaweza kutusaidia, kwa sababu utapata kwamba kando tuna shule unaweza tumia mtandao kwa kijamii pengine kama YouTube kuweza kusoma. Lakini unafikiri kwamba kuna shule ambazo pengine wanabiashara wanaweza kuenda wakaweza kufunzwa mambo na teknolojia ambazo huo ujuzi ambao utawasaidia pengine kuweza kufikia malengo ama kufikia mahali ambapo unafaa? Asante sana kwa hiyo swali. Tukiangalia mambo na kulingana na masomo, siku hizi tuko na shule mingi sana zinafunza mambo ya kompyuta, na siku hizi unapata kuko na kama hii yenye tunaita foundation skills. Kuna hizi zenye zinaitwa packages, zinasikiaga zinafunzwa kwa shule za TVET, sana ni shule za TVET na hizi colleges za town, na zingine ziko pia kwa jamii. Sasa mtu anapomaliza anaweza enda akapate nafasi ya kusoma. Na pia siku hizi pia tuko na serikali imefanya kazi kubwa sana ya kufungua IT centers huko kwenye jamii. Hata sahihi kama sasa hivi tumekuwa tukifanya kazi na pamoja na county government ya Nakuru na pamoja na British Council kusomesha watu IT kwenye community centers. Sahii tulikuwa tunafanya kwa center 5. Ingine iko huku Menengai, ingine iko huko Free Area, na inaweza kufunza vijana skills. So utapata pia kuko na organizations zenye zinafanya hiyo kazi. Hizi ni NGO na governmental organizations. Na pia kuna CBO, community based organizations zenye pia kwa hiyo CBO utapata makanisa na watu kama hao wenye wameweka lab huko kwa karibu kwa premises yao na wanafunza watu hizi IT skills. So utapata sasa kuna avenue mingi, na sasa kama hauna uwezo wa kufikia hizo, kuna pia mtandao. Kuna hiyo YouTube vile umesema, which ni shule kubwa sana, mtu atajifunza. Na pia uzuri kwa na watu pia wako wanaongea na lugha ile ambayo mtu ataweza kufahamisha. Na isipokuwa hiyo utaangalia pia kuko na free resources kwenye internet. So utaangalia mahali kama Google wanaweza funza, LinkedIn wanafunza, kuko na sasa hizi shule za online kama Udemy, hizo Khan School, kuko na mashule mingi zenye mtu anaweza ingia ajifunze pole pole. Mtazamaji, kulingana na mbona hao wawili ambao ninao kwenye studio, wanatueleza kwamba unaweza kuwa hauna pengine ujuzi ama hauna namna yoyote ile ambayo unafikiri unaweza kupata masomo ya teknolojia ili ukaweze kufanya biashara yako ama kuweza kupeleka biashara yako kwenye kiwango ambacho kinahitajika. Kulingana na Bwana Masharia ameweza kukueleza baadhi ya pengine mambo ambayo unaweza kuzingatia kuweza kupata kile kisomo, ama ni wapi ambako unaweza kutembea na ukaweza kupata ujuzi ambao utakusaidia kuweza kufanya biashara yako kiteknolojia. Lakini tu niwaulize Bwana John na Bwana Masharia, tunaona kwamba biashara nyingi kama vile ambavyo mmeweza kutuelezea zimeweza kuchukua mkondo ule wa teknolojia, lakini unafikiri kwamba teknolojia haijaweza mnafikiri kwa ikiwa teknolojia imeweza kuwaleta wanabiashara pamoja au imeweza kufanya ile kazi ya kutenganisha wanabiashara? Yaani namaanisha hivi, nikisema hivyo, kuna wale ambao wameweza kuachwa nyuma na kutenganishwa ama kuondolewa ama kuonekana hako kwenye biashara kupitia teknolojia, ama teknolojia imeleta watu pamoja? Bwana Masharia. Nikiangalia jinsi kulivyo wakati huu, ni ukweli kuna watu ambao wameweza kuletwa pamoja na teknolojia, kwa sababu teknolojia inakupatia uwezo wa kuona ni nini biashara zingine zinafanya, na pia unaweza kusoma kwa biashara zingine na unaongeza kwa biashara yako na unaweza kukua pamoja. Kwa hivyo kwa njia hiyo teknolojia imeweza kuleta wafanyabiashara pamoja, lakini kidogo kuna wale wenye wameamua kubaki katika njia za kitambo ambazo hawatumii teknolojia. Kwa mfano kama unataka kununua kitu na ukaenda kwa mtandao ukapata umeambiwa order uletewe mahali uko, huo ni mtu ambaye biashara yake ameiweka
aitumie teknolojia kabisa mpaka wewe kulipa pale na kuletewa. Na the same product, kuna mtu ambaye hajaweka yake kwa mtandao, na kwa hivyo lazima niende hapo mimi mwenyewe na niweze kununua ambacho ninataka. Utapata mwenye ameweka biashara yake kwa mtandao ataweza kupata more customers, wataweza kuona maelfu kuliko mwenye hajaweka. Kwa hivyo hata kama teknolojia imeleta wengi pamoja, kuna wale ambao wamebaki nyuma kidogo katika kuingia katika teknolojia. Na ndio maana tunasema na Bwana Macharia ya kwamba watu wanafaa kuelimishwa, watu wanafaa kuelewa jinsi wanavyoweza kutumia teknolojia kwa biashara yao. Na si kuelimishwa peke yake, waweze kuelimishwa kwa njia wanazoelewa, kwa lugha wanayoelewa, na kwa vitu ambavyo wako nazo. Kama niko na simu, naweza tumia simu yangu kuweza kuepeleka biashara yangu kwenye online, ama kuweka biashara yangu kwenye mtandao. Ni ukweli kuna watu wameletwa pamoja wengi. Kwa mfano vijana siku hizi wanapenda kuorder vitu online. Nitaona kitu nitumie mwenzangu, nimwambie nunua pia hiyo, na ninaweza nunulia mwenzangu. Kwa hivyo mtu kama huyo ameweka biashara yake kwenye mtandao, anapata more customers, mamilioni na maelfu. Lakini ambaye hakuweka amebaki nyuma kidogo. Na ndio maana tunasema watu wanafaa kuelimishwa, watu wanafaa kusonga mbele, kwa sababu saa hii tumefika wakati wa kusonga mbele kiteknolojia. Tuko na AI, tuko na mambo mingi sana katika teknolojia saa hii, na watu wanafaa kusonga mbele. Na mtazamaji, hiyo ni kulingana na Bwana Joe anasema kwamba kufikia sasa hawezi kusema kwamba biashara imeweza kuleta utengano. Bwana Macharia, nafikiria vipi? Mimi pia ninafikiria kuwa teknolojia imetuunganisha na imetusaidia kuweza kuwasiliana zaidi. Kama hata nikiangalia zamani watu wakienda kufanya kazi huko Marekani hawako wanaweza kutuma pesa nyumbani. Lakini sasa unapata siku hizi watu wanawasiliana, mmoja huko anatuma pesa nyumbani, wanafanya biashara. Unapata jamii imejiendeleza kwa kuweza kuwasiliana kwa hawa watu. Mkiangalia pia jamii zetu sana sana, ninapenda kuangalia huko Isli. Ndio wameweza kutumia teknolojia sana. Na unapata hata hizo chama zao wanatumia teknolojia kuchanga pesa. Wanahakikisha wako na sehemu moja ya transparency. Sasa kama WhatsApp mnaweza kuona hesabu. Na ndio maana unaona watu wameweza kufanya biashara sana. Na hata kujenga mijengo kubwa ya watu wengi wenye wamewasiliana pamoja, ndio waweze kufikisha biashara hapo. Ukiangalia pia watu wameweza kujiongelea kwa kuunda hizi vikundi. Sasa unapata watu wako na vikundi, kama wakulima wako na vikundi. Hivi vikundi vinatumika kuendeleza mambo na kusaidia kuleta mabadiliko kama kitu hawaelewani nayo. Unapata wanawasiliana hapo online. Hata mkutano sio lazima mutumie pesa ati kwenda kupatana kwa hoteli. Mnaingia tu mnaweka mkutano online na mnaweza hata kushika watu wengi zaidi. Na unapata hivyo imesaidia watu hata kuweza kuelimishana na pia kuweza kupigania haki zao kama vikundi tofauti. Naam, so unaona, kwa hivyo imewasaidia pia kuweza kuelimishana. Unapata pale mtu akipata suluhisho inaweza kufikia wengine haraka sana na wanaweza kufaidika. Na kwa hivyo tunaona kwamba umuhimu wa teknolojia, lakini mkumbuke kwamba kuna pengine zile disadvantages ama yale madhara ya teknolojia kwenye biashara. Hatuwezi kusema ati teknolojia imekuwa nzuri, lakini nikiangalia muda wangu na niruhusu kwamba tukaweze kupata pumziko fupi, kisha baada ya muda mfupi tutakuwa tunarejea. Lakini ningependa tu tukaweza kufikiria pengine jambo tu fulani ambalo tu linaandamana na teknolojia. Kuna changamoto nyingi ambazo, kuna mambo mengi ambayo tunapata yalikuwa yanaweza kufanyika wakati biashara hazikuwa zimeenda kiteknolojia. Tukiangalia hasa kama ku access capital, kwenda kutafuta ule uhusiano wa moja kwa moja na yule mteja wako. Unajua kwamba Bwana Joe na Bwana Macharia, wakati mwingine tunaweza kukosa kuelewana na mteja kupitia simu, lakini
kuna ule uhusiano wa moja kwa moja. Kwa unaweza kuleta mambo mengi mazuri. Kwa hivyo tutakuwa tunaangalia ni vipi ambavyo teknolojia au nafikiri ni vipi teknolojia pengine imeweza kudumisha uhusiano huo wa moja kwa moja. Lakini haya yote yatakuwa baada ya pumziko fupi. Mtazamaji, kwenye studio tunao maguji wawili ambao ni wa teknolojia, wanafahamu vizuri teknolojia na ni vipi ambavyo teknolojia imeweza kuathiri biashara za kisasa. Usiondoke, na kumbuka unaweza kuendelea kutangamana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV Kenya Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Tupate pumziko fupi, tutakuwa tunarejea baada ya muda mfupi.